Ndugu msikilizaji, karibu sana kwenye simulizi yetu mpya ambayo tunakwenda kuianza siku ya leo, inayoitwa Unknown, yaani asiyejulikana. Mwandishi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Sabrina Rashidi. Mvua nyepesi ilikuwa ikinyesha kwenye barabara za Ocean Road, huku taa za magari zikimulika matone yaliyokuwa yakianguka kwa kasi. Dar es Salaam ilikuwa bado macho, lakini usiku huo haukuwa wa kawaida. Ndani ya gari moja aina ya Toyota Land Cruiser V8 nyeusi, pembezoni kidogo mwa bahari, mwanaume mmoja mwenye kuvalia suti ya gharama alikuwa akizungumza na simu. "Nilikuambia hiyo mizigo isiondoke bandarini leo." Alifuta jasho usoni kwa kutumia kitambaa, huku akiangalia dirishani kwa wasiwasi. Hakujua kwamba kutoka juu ya jengo fulani karibu na pale kuna mtu alikuwa akimtazama. Mtu huyo alikuwa ni mwanamke, akiwa amevalia hood nyeusi iliyofunika sehemu ya uso wake, mikono yake ikiwa mfukoni na macho yake yakiwa makali kuliko kawaida. Taratibu alitoa simu ndogo mfukoni na kupiga namba fulani. Ilianza kuita. Upande wa pili, ndani ya makao makuu ya polisi wilaya, simu ya Inspector Adam ilianza kuita. Inspector huyo alikuwa ni mmoja wa maafisa waliokuwa wakiheshimika na kuaminika sana jijini, kutokana na umahiri wake na utendaji wake wa kazi. Lakini pia wahalifu wengi walikuwa wakimchukia kwa sababu ya utendaji wake wa kazi na kuharibia mipango yao. Lakini kulikuwa na kitu kimoja ambacho kilikuwa kikimsumbua kwa miezi kadhaa inspekta huyo. Simu za siri kutoka kwa mtu asiyejulikana. Alikuwa akipewa taarifa za siri na matukio ya siri, lakini yote yalikuwa sahihi. Kila operation aliyokuwa akiifanya kupitia taarifa hizo za huyo mtu alifanikiwa kwa 100%. Adam alitazama simu yake iliyokuwa ikiita pale juu ya meza. "Private number?" alijisemea mwenyewe, kisha akapokea. "Seaview Hotel, floor 7, chumba namba 704. Aliongea mtu wa upande wa pili bila hata ya salamu, kisha akakata simu. Alisikika Adam akiguna, huku hofu kitanda moyoni mwake. Akainua simu yake na kupiga kwa msaidizi wake. Simu iliita kidogo kisha ikapokelewa. "Habari Inspector," alisalimia mtu wa upande wa pili. "Andaa gari na askari 10 wenye silaha," alijibu Adam bila kuitikia ile salamu ya askari wake. "Sawa afande," alijibu ule askari, kisha simu ilikatwa. Dakika 20 baadaye, magari mawili ya polisi yalikuwa yamesimama mbele ya hoteli kubwa iliyokuwa karibu na Ocean Road. Baadhi ya watu waliokuwa pale hotelini walikuwa wakishangaa ujio wa ghafla wa askari wale. Wengine walikuwa wakifurahishwa na mtindo wao wa kushuka kwenye magari, yaani kama makomando wa kivita na silaha zao mikononi. "Kuna nini kwani?" alisikika binti mmoja akimuuliza mwenzie ambaye walikuwa wameongozana kutoka nje ya hoteli ile. Ungeona mabinti wale, ungejua kabisa wapo kazini, kutokana na mavazi yao walioyavaa. Usingejiuliza kabisa kwamba ni kitu gani kiliwapeleka pale hotelini. Mwenzangu, mimi na wewe tunatoka humu ndani. Nitajuaje kama kuna wahalifu?" Alijibu binti mwingine kwa mtindo wa swali hivi, kauli iliyomfanya mwenzie agune. "Mwenzangu, wasije kuwa wale wateja wetu wazungu tuliotoka kuwahudumia ndio wahalifu wenyewe. Fanya haraka tuondoke eneo hili. Mwenzio naogopa polisi, nisije nikabebwa bure," aliongea yule binti wa kwanza ambaye alimshika mwenzie mkono na kuanza kutoka nje kabisa ya jengo lile. Huko ndani, floor ya 7, chumba namba 704, biashara ilikuwa ikiendelea. Biashara ya mabadilishano kati ya fedha na dawa za kulevya.
Alionekana kijana mmoja aliyekuwa akijiamini sana. Alikuwa na mzee mmoja ambaye naye alikuwa na mlinzi wake. Nje ya chumba hicho kulikuwa na walinzi wawili, ambao hawa walikuwa pamoja na yule kijana kule ndani. Hawa walinzi walikuwa wakiangalia usalama wao huko nje. Walikuwa wakitembea tu nje ya chumba hicho. Mara ghafla walisikia hatua za viatu zikipanda ngazi kuja kwenye ile floor ambayo wapo wao. Zilikuwa zikija kwa kasi sana. Hali hiyo ya ghafla iliwafanya washindwe kutoa taarifa kwa wenzao kule ndani. Walikuja kushtuka baada ya kuona askari mmoja akitokea huku akiwa ameshika silaha mkononi mwake. Waliamua kukimbia kutoka nje upande wa kushoto wa jengo lile na kuacha wenzao mule ndani, ambao walikuwa hawajui kinachoendelea huko nje. Askari 8 walikuwa wamefika nje ya chumba kile pamoja na inspekta wao Adam, ambaye alionyesha ishara ya kuvunja kwa mlango. Na askari mmoja alipiga teke mlango ule. Inspekta Adam na askari wa 4 waliingia kwa fujo mule ndani, huku akitanguliza bunduki zao. Hali hiyo ilisababisha mshtuko wa watu wale. Mupo chini ya ulinzi, msijaribu kufanya chochote. Mikono juu. Wale watu walitii. Inspekta Adam alitoa pingu na kuwafunga wale watu wote 3, ambao 2 walionekana kuwa na hofu kidogo, yaani yule mzee pamoja na mlinzi wake. Lakini yule kijana mdogo hakuonyesha hofu kabisa. Yeye alikuwa kitabasamu tu, yaani tabasamu la dhihaka. Inspekta aliliona hilo, lakini hakuongea chochote. Waliwakamata wale watu wote na kuwatoa nje ya jengo moja kwa moja. Wakawapakiza kwenye magari yao na kutoka kwa kasi eneo lile. Mida ile ambayo tukio lile linaendelea, mita chache ya jengo lile la hoteli, kulikuwa na kibanda kidogo cha mikate kilichokuwa bado kipo wazi usiku huo. Alionekana msichana mmoja akipanga vitu vyake, ni kama alikuwa anajiandaa kufunga kibanda hicho. Alikuwa ni mrembo sana. Ngozi laini, macho ya kuvutia na umbo lake matata ambalo lingempagawisha mwanaume yoyote ambaye angepita mbele yake. Alikuwa na tabasamu tulivu lililomfanya kila mtu ajisikie salama akiwa karibu naye. Alikuwa akiitwa Aisha. Watu waliomjua pale mtaani, Aisha alikuwa ni binti wa kawaida sana, ambaye alionekana mwenye hofu ya Mungu na mpambanaji. Japo alikuwa ni mrembo, lakini hakuwahi kutumia urembo wake kujipatia kipato. Mavazi yake yalikuwa ya heshima na stara muda wote, na usingewahi kumuona akiwa kichwa wazi. Yaani muda wote alikuwa akijifunga ushungi wake ambao ulikuwa ukiongeza uzuri wake. Aisha aliendelea kuweka sawa vitu vyake na kuanza kufunga huku akiangalia saa ya mkononi kwake. Alianza kutembea kwenye barabara yenye mwanga hafifu, huku akielekea usawa wa parking za bodaboda walikuwa pembezoni mwa barabara kubwa inayokwenda Namanga. Alichukua bodaboda mmoja na kuanza kuondoka eneo lile. Upande mwingine tunaona wale walinzi 2 waliokimbia kule hotelini wakiwa ndani ya gari, huku mmoja akijaribu kupiga namba fulani mara kwa mara, lakini haikuwa inapokelewa. Ilishafika mara 4 tangu aanze kupiga namba ile ambayo iliseviwa boss. Akapiga tena mara ya 5, safari hii ilipokelewa. Cobra, nipe ripoti, aliongea huyo mtu baada tu ya kupokea ile simu. Business failed boss. Polisi waliingilia kati na sisi tulishindwa kuokoa mzigo, alijibu huyo kijana ambaye tumesikia jina lake kiitwa Cobra. Alisikika aking'aka vile mtu huyo ambaye aliitwa boss. Mmefanikiwa kuondoka wote? Aliuliza hivyo huyo boss. Hapana boss, 99 amekamatwa pamoja na yule mzee na kijana wake, alijibu Cobra. Sawa, 99 anatakiwa kufa mara moja huko maabusu. Scorpion upo naye? Alisema huyo boss wa upande wa pili. Nipo naye boss. Na vipi yule mzee na kijana wake, hawezi kuleta madhara? Aliuliza Cobra. Hana madhara yoyote, target ni 99,
Alijibu hivyo kisha simu ilikatwa. Hao wote walikuwa ni vijana wa kazi hizo haramu. Hata huyu anaitwa boss pia hakuwa bosi mkuu wa hilo gang. Ni mbadala wa bosi. Yeye ndo alikuwa anakusanya taarifa na kumpatia bosi mkuu. Vijana wote hakuna anayemjua bosi mkuu wa hilo gang. Walikuwa wakifanya kazi chini ya Mr. Cheni, ambaye naye anapokea oda kutoka kwa huyo kiongozi mkubwa. Hakuna anayemfahamu kiongozi. Mr. Cheni alichukua simu na kupiga. Iliita kidogo kisha ikapokelewa. Killer 99 on the target. Location Oysterbay Police Station. Aliongea Mr. Cheni kisha alikata simu bila kusubiri majibu ya upande wa pili. Alipiga tena kwenye namba nyingine. Iliita kidogo kisha ikapokelewa. Hello boss. Ilisikika sauti ya kiume ya upande wa pili. Nina mission natakiwa kufanyika kituo cha Oysterbay usiku huu. CCTV kamera zizimwe. Pia nahitaji kujua idadi ya askari waliopo. Ikibidi wapunguzwe ili kazi yangu isiwe ngumu. Alisema Mr. Cheni, kauli iliyomfanya mtu wa upande wa pili ashushe pumzi kidogo. Aingie kama askari wa doria, dakika 5 zinatosha. Nitakuwa pale kusimamia hilo. Alijibu ule mtu ambaye alionekana kuwa alikuwa ni mmoja wa askari wa jeshi la polisi. Simu ilikatwa. Mr. Cheni alichukua simu yake na kuandika ujumbe uliosomeka. Baada ya nusu saa uwe pale. Mpango ni kuingia kama askari wa doria. Ficha sura yako isionekane. Na askari wengine, kamera zitazimwa ndani ya dakika 5. Unatakiwa umemaliza kazi. Alimaliza kuandika ujumbe huo kisha akautuma kwenye namba iliyoseviwa Killer. Baada ya kumaliza alishusha pumzi ndefu na kuchukua chupa yake kubwa ya pombe kali na kuanza kuinywa kwa fujo. Upande wa pili alionekana Aisha akishuka kwenye ile bodaboda na kutoa pesa kumlipa yule dereva bodaboda. Kisha akaanza kutembea kuelekea kwenye nyumba ndogo iliyopo kushoto kwake. Alisimama mbele ya mlango mmoja kati ya milango mitatu ya nyumba ile, ambayo ilionekana ni ya kawaida sana. Alitoa funguo na kuanza kufungua kwenye mlango wake. Kisha aliingia ndani taratibu. Kilikuwa ni chumba kimoja chenye choo pamoja na bafu ndani. Aliweka mizigo yake na kupitiliza moja kwa moja bafuni. Dakika 5 baadaye alisikia sauti kama alamu hivi. Alitoka chooni haraka haraka. Alienda moja kwa moja kwenye moja ya makoti yake makubwa mawili ambayo ameyatundika ukutani. Akapeleka mkono wake kwenye mfuko wa ndani wa koti hilo na kutoa kisimu kidogo sana chenye ukubwa kama kipande cha sabuni hivi. Alikuta kuna jumbe 2. Moja ilikuwa inasema, kijana ataleta mzigo kesho. Na ujumbe wa pili ulikuwa unasema, uwe makini sana. Tumepoteza mzigo na pesa nyingi leo. Ongeza umakini. Jumbe zilisomeka hivyo kwenye namba iliyoseviwa boss. Aisha alitabasamu kidogo kisha akaandika ujumbe, sawa kiongozi, na kutuma kwenye ile namba. Je, huyu kiongozi ni nani? Na hizi jumbe alizotumiwa Aisha unadhani zinaendana na tukio lile la kukamatwa kwa wale wahalifu kule hotelini? Na kama ni hivyo, ni kwa nini huyu binti mdogo anahusishwa na hizi biashara? Majibu ya maswali yote tutakwenda kuyapata sehemu ijayo, ambayo itakuwa ni sehemu ya pili ya simulizi yetu nzuri inayoitwa Unknown ama asiyejulikana. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare kwa wengine.